Karibu sana. Jisikie huko nyumbani. Hii ndio nyumba ambayo inabidi ukae wewe hapo, mtu mzuri kama wewe. Dalali, hii nyumba sio mwanajeshi? Ni kweli nyumba ya mwanajeshi hujakosea. Lakini wewe mwanajeshi uko pisi. Mwanajeshi ana upisi. Na wajua vizuri hawa watu. Kipande cha sabuni kimoja kwa pamoja la kuoga. Sasa tatizo lako wewe unakalili. Msikalili maisha. Unaniuzi kweli yani. Aha! Ndugu yangu. Basi mwenzako nikajua vijana wa mtaani hapa wanatafuta cha kuchukua. Kumbe ni wewe. Karibuni sana ndugu yangu. Karibu sana bwana dalali. Tushakaribia. Karibuni sana. Sasa huyu ni mpangaji mwenzio mpya. Naona ndugu yangu sasa hii ni movie mpya ya kutisha. Movie mpya ya kutisha? Unamaanisha nini? Mimi natisha au? Nisikilize. Wewe. Achana na ukiswaswadu. Twende nikakuonyesha chumba chako. Afu wewe. Ila umesikia? Mwambie ukweli tu ndugu yangu. Hapa kuna wanajeshi kibao na wanafuata sheria. Ukizingua kidogo tu, mikonzi, mikofi. Yaani wewe. Halo. Nimesahau funguo. Kwa hiyo nisubiria kidogo sawa? Nakuja sasa hivi. Alafu wewe, acha kubwata bwana wewe. Unabwata kama jina lako. Nisubirie dadangu Mama, shikamoo. Baba, ujambo? Sijambo. We baba we. Hebu sogea hapa kwanza. Vipi mbona tuonani? Hamna mama. Mimi nipo. Sema tu atuonani. Vipi kuhusu kodi mwanangu? Hivi muda umefika Yaani wewe wakuniuliza muda umefika kweli? Maana ya mkataba ni nini? Ina maana hata mkataba hujui kwamba ni lazima nilipe kodi, si ndio? Mkataba najua ndio, ila sema tu mama, kidogo tu nilipitiwa. Ila mama, samahani mara moja. Mimi hapa ni mwanao. Kuhusu kodi, usiwe na wasiwasi. Mimi nafanikisha. Sasa sikiliza, mimi nina shida ya hela. Na hapa unakaa ni wajibu wako kulipa kodi. Na mkataba unao. Ina maana unajifanya hujui kabisa muda wa kulipa kodi. Nimekuchoka. Hamna mama, usichoke. Huko uendako ukirudi jioni nataka hela yangu. Hamna mama, usiwe na wasiwasi. Mama, simona funguo hizi. Au kuna michongo naenda kuipiga. Yani kwa mama wangu mimi nakuja muda sio mwingi. Naomba unielewe, nataka kodi yangu. Basi mama, usijali bwana. Jioni au kesho asubuhi mimi namaliza mama. Au vipi mama? Kuna michongo tu naenda kuweka sawa. Hela yenyewe bei gani mama bwana? Nailipa hiyo. Wewe sema haya. Nakulipa mama. Haya. Nimewaelewa kaka. Lakini nataka niwaambie. Mimi nyumba nimeipenda na siwezi kuiacha. Sasa basi. Mtambue kwamba mimi sheria na kanuni za hii nyumba nitazifuatilia. Hivi wewe dada, utaweza kweli? Maana muda mwingine wanakuja kufanya mazoezi hapa. Na hii ni kama JKT ndogo tu. Sisi tulioshinda tumepewa hadi mashati. Mbona wewe umeweza kuvumilia? Sikia nikwambie, wanajeshi pia ni watu. Na hiyo cheo chao kinaruhusu kwa kila mwananchi lazima amlinde mwananchi na mali zake. Na mimi pia ni mwananchi, atanilinda. Wale wanadili na watu walokosea. Nimewakosea nini mpaka wanipe adhabu? Hapa mpaka pakuchi. Tutakuwa wote. Na wewe nicha kusoma muda mfupi tu. Utaki kukaa na wenzako. Mimi ndo nakuja ndugu yangu. Chai togo hapa. Sasa mimi tofauti na wewe. Ila kama umeweza, sawa.
Baba, utofauti labda ni suruali na gauni, lakini wote wavumilivu, tutavumilia. Mimi mwenyewe napenda niwaone. Karibu sana. Hapa ndio nyumbani kwako sasa. Dada, habari yako? Salama, karibu. Haya, nionyeshe kutupa haraka, nataka niwahi kazini. Dalali. Chumba gani tena? Ina maana chumba kimoja watu wawili kweli? Taratibu basi. Jamani. Kama unavyoona hii nyumba ni kubwa na vyumba vipo vingi. Kwa hiyo msijali, kila mtu atapata chumba chake, sawa? Kwa hiyo wewe dadangu, chumba chako kitakuwa kile pale, okay? Kile kinakufaa zaidi. Alafu na msichokijua kwenye nyumba, mashati yake ize kabisa. Ni kufanya tu safi hapa baki barazani. Na pale chooni kufagia kudeki. Mmemaliza, tunabutua tu. Hivyo sheria ni za mwenye nyumba au umezitunga wewe? Jamani, kwa mimi nitunge tena sheria? Hizo ndio sheria za kambi ya jeshi. Wewe jamaa, wewe ujinga unaoendelea nao itakwamisha siku si nyingi. Maana koja yako ishesha kitambo tu. Sasa dawa yako ipo jikoni. Maana wewe unapumulia gesi wewe. Yaani nyumba yenyewe mbaya. Choo mbaya. Yaani nachoka kabisa mimi. Shamba kama nyumba mbaya kakae kwa babako. Achana nao kabisa. Hao maneno mengi, vitendo vidogo sana. Lakini hii ndio nyumba ya ndoto yako sasa. Wewe nasi umeiona? Nimeipenda Kwa ni hivyo tu. Nimeipenda sana kwa sababu mimi sio mkaji sana hapa nyumbani. Muda mwingi nipo busy na kazi zangu. Kwa hiyo mimi naona itanifaa. Basi sawa, hamna shida. Hii ndio nyumba ya ndoto yako sasa. Kwa hiyo naweza nikahamia leo. Hata sasa hivi. Unahamia tu. Chumba kiko open pale. Sawa. Kwa ndo naenda? Nawahi kazini sasa, muda umeshaenda. Kweli. Sisi ni madalali, hapo pia ni binadamu. Tunakaukiwaga pia mifukoni. Sasa nikuelewe vipi? Wewe dalali au mwenye nyumba? Hamna. Leo tu nimekaukiwa tu. Maana nataka nikajilimbwa sema hata vijisoda kidogo. Vya baridi vipite kooni. Ni chenchie tu hapa hata vichenchi kidogo. Ni mabosi tena. Wacha wewe. Manoti hayo. Mimi ndo nakupendea tu hapo mpangaji mpya. Leo naweza nikahamia. Nikitoka hivi kazini, nikirudi narudi na hivyo vitu. Basi sasa imesha, tumsaidie. Tunaenda wote usijali. Hamna, kuna dokumenti za kazini huko. Hamna, usijali. Mimi nakuambia tunaenda wote usijali. Mzigo mzito huu. Wewe pende tu. Wewe ndo mama mwenye nyumba hapa. Wewe dada. Hivi, kwa nini unabamiza mlango kiasi hicho? Hebu nisikilize. Fuata taratibu za hapa. Hebu wewe, chunga mipaka yako. Wewe kama nani? Na kuangalia siku zote na ngendembo wewe kaka humu ndani kama wewe ndo mwenye nyumba. Kama wewe ndo mwenye nyumba si angetuambia dalali kama ndo mwenye nyumba? Nimekwambia hivi. Fuata taratibu na sheria za hapa. Kama nani? Mimi kama msimamizi wa hii nyumba. Msimamizi wewe tena. Usijifanye una kimbelembele utakuja kupata ajali. Mada isio kuhusu, achana nayo. Wewe vipi mtoto wa kiume? Kukaza weze? Mikazo zero. Au wewe unatunzwa humu ndani? Unatunzwa bwana mwenye nyumba akakupa kikombe. Kusema kwamba akija kustafu au akija kufa wewe akakuacha mirathi humu ndani. Acha ngenga mtoto wa kiume, utavaa kijola. Yaani wewe kuongea maneno hayo? Chula. Yaani kiukweli inaniuma sana. Kila kitu unachokiongea humu ndani watu hawataki kunisikiliza mimi. Hii imeniuma sana. Na nasema lazima nifike kwa mhusika. Yaani hili jambo lazima lifike kwa mhusika. Eti mtu anamwambia vizuri, usimamize mlango. Anamamiza mlango kwa nguvu. Tena anatumia nguvu zake zote.
Asha, mambo? Sina shida na mambo yako. Wewe kaka unanichukuliaje? Unanionaje na kuuliza? Kwani Asha kuna nini tena? Mbona sikuelewi? Wewe uelewi kipi? Nimekupa nini mpaka leo hujaniletea hela yangu? Kuhusu godoro na kile kitanda chako usiwe na wasiwasi Asha. Hela yako nakuletea jioni ya leo au kesho asubuhi. Nataka pesa yangu. Kama huwezi kunipa pesa yangu, nipe vitu vyangu. Au unataka nikakushtaki? Asha, kuwa mwelewa. Nishakwambia hela yako nakuletea jioni au asubuhi. Simu zitaita Asha. Usiwe na wasiwasi. Ugali wa kule sio mzuri bwana. Hebu achana nayo mambo. Huku ulikuwa unaenda wapi? Mguu niliotoka kwangu nilikuwa nakufuata wewe. Sasa huku utanikuta mimi sipo. Twende tu huko ulipokuwa unaelekea huko kwenu huko. Twende bwana. Acha kunifunga mimi. Kunishtaki. Unataka kunishtaki? Unataka kunyima ugali au? Acha mtende bwana. Yaani hichi choo kinatoshaga sana. Nikitoka huko miguu inapinda kama mbanio. Kiukweli hii nyumba tamu. Achana na yule bwana. Yule ni kijana, atafu yule ni mpangaji yule. Sasa hizi namba hizi ni za mwenye nyumba. Kwa utampigia, sawa? Alafu na hii namba alikuwa atakwambia kwamba utume hela kwenye namba gani, sawa? Kwa ukishatuma tu hela, mimi atanijulisha. Na vipi? Mkataba huu umeandikwa hadi namba ya nyumba, maana namba ya nyumba ni muhimu sana kwa matatizo tofauti. Inaweza kaa hata kumtolea mtu zamana, ndugu yako, ama kwenye nyaraka za mambo ya NIDA huko. Vitu vingi vinahitaji namba ya nyumba unayoishi. Nyumba yetu ni namba 12. Alafu mwenye nyumba ili aje hapa, kuna tatizo. Sio mwenye nyumba tu anakuja tu. Kwa kuwa na amani. Mimi nipo. Sawa, asante dalali. Mkataba nitaupitia, nikiusoma nikiuelewa nitausaini kwa sababu mkataba mtu unakufunga. Siwezi kusaini tu bila kuangalia. Wewe upitie, then call. Call me. Sio dalali tu, Kiingereza kipo. Call me. Alafu mimi waga inanishangaza sana. Siku ukihamia unapewa mkataba. Lakini ikishapita miezi 3 mkataba hamna tena hapo. Alafu huyu dalali huyu hivi anashindwa kulipa mimi hata kishilingi 5,000 tu. Bana ndugu yangu wiki hapa na wewe utumie. Hana kabisa. Na anapoelekea huyu nitakuja nimchome huyu. Hivi kwa nini tunalipa kiasi kikubwa kwa tofauti na mazingira tunayoishi? Mfano, ndani ya kuongea Kiingereza kuna kinachoeleweka, lakini tunalipa kama tuko Oysterbay kumbe tuko Uswazi. Alafu, mbona unaongea sauti iko chini? Hebu ongeza sauti kama kozi ya jeshi inavyotaka. Sasa wewe unaleta masuala hayo, bro. Mimi nakuuliza na maana. Sawa, wewe mwenzetu tunalipa kodi shilingi ngapi? Alafu nikwambie tu, hakuna mtu yote anayelipa kodi kubwa kuliko mimi mndani. Mchezo. Wewe. Mchezo Alafu, hayo mambo yako hayo. Unanielezea mimi masuala ya kodi, sijui nini, nyumba sijui mfuate dalali wako. Uende ukaongee naye. Sio mimi. Sikaja kwambia kila kitu. Na wewe nilikwambia kila kitu ila wewe ni mbishi. Na ubishi wako ndio kutokea puani kama ulivyojiweka kipindi chako hicho. Sio umenielewa? Au unanitaka? Niambie tu. Jamani hapo kwenye kukutaka mie chao. Hebu niache mimi nikatafute ugali bwana. Sasa mzee. Hebu njoo bwana uangalie nyumba yako. Njoo baba. Njoo baba, nyumba yako inateketea. Inaharibika. Huyu dalali, hawa watu waliowaleta, kiukweli wanaharibu nyumba yako. Na kingine, yani ni wachafu hatari. Hebu njoo baba uione nyumba yako. Haya mzee wangu. Mimi nipo muda wote nyumbani. Asante sana. Karibu sana. Karibu sana. Sasa wataona mimi na wao nani anasikilizwa kwenye hii nyumba. Watajua wajui na watahama mmoja baada ya mmoja.
Sasa ndugu zangu, kile chuma nilichokuwa nakiongelea kila siku ndio hichi hapa. Sasa naona mlikuwa mnanisumbua sana kuhusu baba mwenye nyumba. Ila sasa leo amepata nafasi kidogo, ameweza kuja hapa. Kwa ndio huyu hapa baba mwenye nyumba yenu. Baba, karibu sana. Asante sana. Sisi ndo vijana wako uliotukuta hapa. Asante sana. Baba, shikamoo. Marhaba. Karibu sana. Asante sana. Basi mimi nashukuru kwa kuwa nilikuwa natokea shamba. Nimeona si vyema leo nipite hapa ili niweze kuwafahamu, kwa sababu nafikiri mmekuwa mnamfahamu huyu kijana wangu Dalali, hatujawahi kuonana na nini. Lakini vijana wangu nachowasisitiza, muishi kwa upendo. Mnapoishi katika nyumba moja, maana ni familia, mnashirikiana kwa vitu vitatu: bili ya maji, bili ya umeme na usafi wa mazingira. Hivi vitatu vinawaunganisha nyinyi kuwa kitu hichi kimoja. Kwa hiyo naomba sana muishi kwa amani na upendo. Hii nyumba bado nafikiri haijamalizika, haiko sawa, haijakamilika. Ila kijana wangu alinishauri akasema ni bora kuwe na ulinzi kwa kuwepo watu, na ndio maana tumeona kupangisha. Kwa hiyo tuvumiliane. Kodi yenu ndio itakayoweza kutengeneza mazingira vizuri kaka kwa amani. Kwa hiyo ni hicho tu nilichopita nisema niongee na vijana wangu niweze kusisitiza. Tunashukuru sana. Ila mzee, choo bado kuna mambo kidogo hayajaanza. Choo kama nilivyosema, mimi sina kazi, ni mstaafu kwa jeshini. Sasa hivi japo tunapata hivi pesa zetu za mwezi kwa ajili ya kujikimu, nategemea kodi ili kuweza kuendesha hii nyumba kumalizika. Sasa na wewe toka wewe mbaya wa kwanza, kodi yako unaipata kwa shida sana, mpaka nahisi wewe labda anatumia ujanja. Sasa naomba zingatia ulipaji wa kodi ili nirekebishe hicho. Yaani baba humu hatuna tala humu ndani kama baba mwenye nyumba yeye, kumbe hajiwezi hata kipato hana. Alafu wewe unaongea sana kwenye vikao kama hivi. Alafu kwenye kulipa kodi sasa mpaka tushikane mashati. Wewe basi mimi nafikiri sikuja kwa ajili ya mjadala mwingine. Naomba mniruhusu wanangu niende nikaendelee, sababu sijafika nyumbani bado. Tunasema baba, tunaomba uongee na huyu kijana. Huyu atakufukuzia wote wa pangaji wako. Ana mdomo. Hilo mama lisikupe shida. Kijana, nisikilize. Nimekuachia hii nyumba. Hapa simu zote wewe ndio unafahamu, na mawasiliano yote nayapata kutoka kwako. Kama mtu msumbufu atoke. Sasa nitavaa magwanda na mimi. Kwa hiyo mimi sina la ziada, naomba mniruhusu wanangu. Sawa baba, tunakutakia safari njema. Niende sawa, lakini mkinipata maji ya kunywa kidogo. Baba, huyu hapaswi alipa kodi kwa wakati. Basi nitakwenda kununua tu mbele. Basi nashukuru. Karibu sana. Usipende kublandi vibaya biashara ya mtu. Yaani nyumba pia ni biashara ya mtu. Sisi tukiondoka, kuna wengine pia watakuja wataondoka, lakini wewe ndio mharibifu wa biashara ya mwenzio. Yaani cha ajabu sana. Hata kodi kulipa pana mshida. Ukienda chooni kazi kupiga makelele tu huko chooni. Nyumba mbaya, sijui nini. Lipa kodi tukarabati nyumba. Na wewe utaondoka. Na lazima aondoke huyo. Basi. Sawa. Yaani mimi nikajua utapata urithi, kumbe Umeshaje kake. Nisikilizeni basi. Sisi ni binadamu. Kuna kupitia. Kiukweli hata mimi mwenyewe nilikuwa najishangaza. Ila naomba mnilie radhi. Shetani alikupitia. Ndio mkaamua mtupange. Kwa hiyo mmekubali msamaha wangu au hujakubali? msamaha uombe kiteni. Hebu jamani. Sisi wote ni binadamu na tuna makosa. Kwa sasa cha kufanya, huyu ni kijana mwenzetu bwana. Tumsameheni tu. Tumsameheni. Tuishini kwa upendo jamani. Baba mwenye nyumba ndio kama vile alivyoondoka hapo. Akiendelea tunasisitiza kikao cha mwisho. Akiendelea anaondoka na atanacho. Hapa usije utaacha ngala. Hebu jamani, njoni bwana. Kama njoni bwana, njoni. Dada hebu njoo bwana. Tuishini kwa upendo. Yaani baba mwenye nyumba ulipotoka kuongea naye ipo tofauti na tulivyokuwa tunamfikiria. Ulitugea mavitisho, baba mwenye nyumba hivi, baba mwenye nyumba hivi. Kumbe iko tofauti. Vitisho sijakupa wewe. Nimempa yule mwenzako. Yule mdada mwenye komwe.
simpendi yule. Alafu yani mimi nikiwa napika hata jikoni, vitu vyangu vyote anavipanga na maparanganyua. Kiukweli namchukia. Acha. Wote tunakaa nyumba moja. Mnatakiwa mpendane. Na sio kupendana tu. Kuna leo na kesho tukashindwa kusaidiana humu ndani. Kwa nini umpende mpangaji mwenzi? Na kama isingekuwa baba mwenye nyumba, mimi mwenyewe ningemhamisha kwa mikono yangu miwili. Haya bana. Ngoja sisi tukajifungie zetu majumbani. Alafu hivi, mbona mume wako sijai kumuona kabisa? Amesafiri. Umesikia? Fanya tuibe basi ruti. Una vituko. Afadhali migogoro yote sasa kwenye ile nyumba nimeimaliza. Na sasa hivi wapangaji wanaishi vizuri kabisa. Japokuwa walikuwa wanatupiana maneno, mara huyu kamsema huyu, mara huyu kamchamba huyu, lakini sasa hivi wanaishi kwa amani kabisa. Najivunia sasa, nimekuwa dalali bora kabisa.